matumaini yangu popote ulipo mpenzi mtazamaji, buheri wa afya. Ikiwa leo ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka wa 2025 na kukaribisha katika mawimbi ya Kisii TV. Mimi ni Elizabeth Ondieki. Na taarifa yetu ni kuwa wanafunzi wa shule ya upili ya Leitien mara nyingine tena wamerejeshwa nyumbani baada ya kuonyesha ishara ya kuleta vurugu walipogundua kuwa mwalimu mkuu wa shule hiyo bado yupo. Wanafunzi hao walikuwa wamerudishwa na wazazi ili kutathmini hasara iliyosababishwa na watoto hao. Wazazi walikashifu kusema kuwa hasara katika shule hiyo haikusababishwa na watoto wao, hivyo hawatalipa gharama ya ujenzi. Tuliingia hapa asubuhi mwendo saa 2 na vile tuangalia amedestroy maklasa yote, kila kitu, na tunaomba tu wakuje wote walimu na serikali ikuje kuona hii shule watafanya nini, na hii watoto wako ya form 4 wataenda wapi, na wataka fanya mtihani watafanyia wapi? Tuliitwa tangu asubuhi, sasa tumerudishwa tena. Leitien, ile sura ya Leitien sio kama ile ya zamani. And kwa maoni yangu, principal has to do something. Lazima afanye kitu. Tukiachana na hayo ni kuwa washikadau wanaopigania masuala ya watoto kuozwa au kupachikwa mimba za mapema katika gatuzi la Kajiado hivi leo wameandaa kongamano ili kutathmini changamoto ya watoto hao. Katika kongamano hilo wamearifu kuwa changamoto ni mimba za mapema, kutozwa tohara inayoendelea katika gatuzi hilo. Wazazi wamearifiwa kuangalia watoto wao hasa wakati huu shule zinapoenda kufungwa. Yetu ni kuwaita washikadau wote na hasa viongozi wa jamii na pia hata viongozi wa siasa ama wenye wameajiriwa na serikali. Sisi sote tuweze kushirikiana. Kwanza wale watu wanatekeleza hii ukeketaji tuweze kujua ni akina nani na ndio tuwakomeze, kwa sababu kama inafichwa najua wale wanakeketa wanajulikana. Ni vizuri tuweze kufuatilia hao badala ya kufuatilia wale watoto wanakeketwa. We have so many issues affecting the girl child. One of the issues is the early marriages, some of which are forced marriages, and it's a cultural issue. We've also had issues of teenage pregnancy. And the worst of all, we've had the cases of FGM. Through the Tuseme Club, these girls are able even to come and mention and even tell the teachers of any planned child marriages and of any planned FGM that is to happen during the school holidays. Tukiachana na hayo ni kuwa seneta wa Nandi Samson Cherargei ametaka idara ya ujasusi DCI na wizara ya mambo ya nchi ya kigeni kufanya uchunguzi zaidi ya vifo tatanishi vilivyotokea katika mataifa ya kigeni ili familia zipate haki kwa wapendwa wao. Akizungumza katika hafla ya mazishi ya Felix Limo aliyefariki kwenye hali tatanishi kule Qatar, Cherargei amesema kuwa zaidi ya Wakenya 200 walipoteza maisha yao ughaibuni katika hali isiyoeleweka. Ministry ya Foreign Affairs na Diaspora watusaidie, kwa sababu for the last 5 years tumepata maafa in the Middle East na diaspora ya watoto wetu 254 deaths which are unexplained. I want to challenge DCI and Ministry of Foreign Affairs with other countries like Qatar, like Saudi Arabia, anywhere, even UK and US and Australia and diaspora across the nation. Nataka tuulize kama watoto wetu waliokufa nje za nje na hatujaambiwa sababu ni nini. Tunataka serikali watuambie wale watoto wetu wanaangamia ng'ambo. What is the reason? What is the cause? Na kama kuna mtu alihusika kwa vifo ya watoto wetu, lazima washikwe na wafunguliwe mashtaka. Mpenzi mtazamaji, wanasema kinachona mwanzo bila shaka hakikosi na mwisho. Nami imefika wakati natia kikomo katika mawimbi ya sasa hivi. Ungana nasi katika lugha ya Kimombo saa 2 na saa 4 jioni. Mimi ni Elizabeth Ondieki.